Hello dears, leo naenda kuelekeza namna ya kufanya order Alibaba kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kama hauna application, ingia kwenye Play Store au App Store. Kwa wale wanaotumia iPhone, una download application ya Alibaba. Mimi ninao tayari kwenye simu. Unakisha download, unaenda moja kwa moja unaifungua application yako, unaenda kwenye registration. Mimi tayari ninayo na registration nimeshafanya tayari, yani kufanya usajili. Weka email yako na namba zako za simu na taarifa zako, wewe ni wa nchi gani, ili pesa ije kulingana na shilingi ambayo unaitumia wewe. Baada ya hapo uta search kitu ambacho unakitafuta. Mimi hapa kwa sasa natafuta makabati ya watoto. Kwa nimeandika hapo kids drawer for clothes. Kwa hiyo naenda natafuta kile kitu ambacho naweza kukimudu bei yake. Kitu ambacho natakiwa kukijua pia ni MOQ, yani minimum order, kwamba hapo unapoenda kununua hiyo bidhaa yako, wanaanza kuuza kuanzia ngapi, yani wanauza kuanzia bidhaa ngapi. Baada ya hapo sasa ndo utaendelea, maana mimi hapa nachukua tu moja. Kama unachukua jumla unaenda kwenye ambao wanaanzia MOQ kubwa ili upate punguzo zaidi. Kwa baada hapo unaangalia details. Unaangalia details za au taarifa ya hiyo bidhaa ambayo wewe unanunua, kwa sababu bila hivyo unaweza kununua midoli. Ndio maana watu wengine wakiagiza online wananunua midoli kwa sababu ya changamoto hiyo ya kutokuangalia taarifa. Baada ya hapo tuna taarifa zao kuridhika, unaangalia urefu, unaangalia upana, unaangalia material ambayo imetengeneza hiyo bidhaa. Mimi niliridhika kwa sababu nilikuwa nataka material ya plastiki ngumu. Na urefu na upana wa hilo kabati lilikuwa kwangu mimi niliridhika nalo. Kama unavyoona hapo nilikuwa naangalia details kabisa jinsi ndani nilivyokuwa na vitu vingine kama hivyo. Kama unavyoona hapo napata vipimo vya urefu na upana. Baada hapo utaenda kwenye send inquiries, yani kutuma maulizo. Unabonyeza hapo, unachagua hapo kama una maswali unataka kuandika swali lako mwenyewe, unatuma zako. Okay. Basi mimi nikawa nimeshatuma hapo, nasubiria yule muuzaji au supplier anifanyaje, anirudishie majibu ya taarifa ambazo nimemtumia. Baada ya hapo unaweza ukapitia ukaangalia pia bidhaa nyingine ambazo zinaendana na hiyo na bei kama wewe unawezana nayo. Kwa mfano hapo hao ni kuanzia 39 mpaka 46. Kwa hiyo bei yao ipo juu kidogo. Manake ukinunua moja ndio 46, lakini ukinunua zaidi ya moja inakuja 39. Na ukiangalia material na design ni kama tu zile ambazo nimechagua, shilingi 40. Kwa ndio maana mimi baada kuangalia kufanya search tofauti nikachagua 40. Baada ya hapo nikarudi kule kwenye messenger, supplier alikuwa ameshanijibu, na hiyo supplier ambayo ameshanijibu hapo, bado usafiri kutokea hapo supplier alipo mpaka pale kwa agent. Kwa hiyo mimi nikamwambia na agent ambaye nikachagua Silent Ocean ndo atakuwa agent wangu, na nikamwelezea description na rangi ninayoitaka. Kwa mimi nikaingia Instagram kwa sababu nitachagua Silent Ocean. Unaingia kwenye account yao ya Instagram ili uangalie branches walizonazo, ambazo na branches ziko tatu kama sio 4 hivi. Kuna Foshan, kuna Kikao, kuna Yiu, kuna Gwanzu hizo. Kwa unaingia pale uangalie, kama hauzifahamu unaenda pale Instagram unaangalia hizo address zao. Ukisha angalia kama unavyoona hapo, kuna Foshan, kuna Gwanzu, kuna Yiu na kuna hiyo Kikao. Ukishatoka hapo basi unamrudia supplier, unamuuliza yuko karibu na branch ipi kati ya branches hizo zote ambazo nimekutajia hapo, napo umeziona Instagram kwenye page ya Silent Ocean. Sio lazima utumie Silent Ocean, pia unaweza ukatumia supplier mwingine ambao unawaamini. Kwa mimi nikamwandikia hapo suppliers
yupo karibu na branch gani. Kwa sababu nikaambia na branches kwenye hizo nina agent kwenye hizo branches. Kwa hiyo akisha kujibu kitu unachoenda ukifanya hapo, nikawa nasubiria majibu kwa supply. Baada ya kunijibu nikarudi Instagram ili nipate address ya Foshan, kwa sababu alinijibu Foshan ndio ipo karibu nao. Kwa hiyo unaenda pale Instagram una screenshot ile address ya Foshan. Baada ya hapo una crop, unaenda kwenye gallery una crop tu ile address, kwa sababu kuna address mbili, kuna Foshan na Gwanzua House. Kwa hiyo nika crop tu ile address tu ya Foshan peke yake ili mzigo ufike kwenye godown au kwenye branch ya Foshan. Kwa hiyo unaenda kwa kule kwenye messenger kule kwenye application ya Alibaba, unaituma ile picha hiyo ambayo umecrop, hiyo ndio address yenyewe, ni hicho tu kipande unakicrop, unamwambia kwamba hiyo ndio address ambayo atume hiyo. Kwa hiyo atakapokuandikia imekuja hapo $19 badala ya $14, kwa sababu hapo ni jumlisha na ile na hela ya usafiri kutoka pale aliko. Kwa hiyo mimi natumia Visa. Mimi natumia Visa ya M-Pesa, situmii Visa ya kadi ya benki. Kwa na namna ya kutengeneza hii kadi nimeweka kwenye description. Kuna video nyingine kabisa naelekeza namna kufungua M-Pesa Mastercard ambapo unapata Visa. Kama unavyoona hapo, malipo nimeshafanya kwa kupitia M-Pesa Mastercard. Kwa baada ya hapo unaona nimeshatuma taarifa zangu, jina langu pamoja na namba za simu. Ukiwa umelink account yako ya Alibaba pamoja na WhatsApp, wanakuwa nakutumia taarifa kwa kupitia WhatsApp. Hizi taarifa kwamba umeshalipia, supply amekujibu, umetuma mzigo kama umeshapokelewa, hivyo wanakujibu. Unaweza ukatrack mzigo wako kama hapo unavyoona M-Pesa kwamba hela imeshakatwa. Hapo nijumlishe pamoja na hela ya usafiri pamoja na makato ya M-Pesa. Inaonyesha hapo kwamba mzigo wangu umeshaondoka tayari. Kwa hiyo yule supplier pia alikuwa amesha nitumia messenger picha ya mzigo kwamba mzigo wangu ndio nitaupokea ukiwa hivi kama unavyoona hapo kwenye video hapo. Mzigo wangu ndio unavyoonekana hivyo na taarifa zangu hizo hapo. Nitapokelea Dar es Salaam, Tanzania. Ukija tena WhatsApp nikapata ujumbe kutoka Silent Ocean baada tu ya kufika, wakanitumia ujumbe kwamba wamepokea mzigo wangu na baada ya kupokea nitakiwa nilipie ndani ya siku 7, yaani nilipie ushuru ndani ya siku 7. Baada ya hapo nikapokea mzigo, baada ya siku kama wiki 3 nikapokea mzigo kama unavyoona hapo. Walinitumia message tena, wanakupigia simu lakini sikuwa napatikana, kwa wanakupigia simu pamoja na kutumia WhatsApp message kwamba mzigo wako unatakiwa ulipiwe shilingi ngapi. Ushuru umepanda kidogo kwa sababu marekebisho, kama unavyoona marekebisho ya bandari. Kwa hiyo hapo nimeshapokea delivery note baada ya kuenda kulipia Lumumba, nikapata kule. Baadaye nikapata pia delivery note ya baada kwenda godown zao, na godown tofauti. Kwa hiyo sasa unaenda godown gani? Kama unavyoona mzigo wangu ndio huu hapo, kama unavyoona nimepata mzigo wa kabati na information kama hapo ulivyoziona hapo mwanzo. Kabati langu ndio hilo hapo, nalifungua na vitu unavyoona hapo ni la kupanga, yani makabati yale ya kupanga. Unapata hicho kikaratasi cha kuelekeza hapo. Nimeshaanza kupanga vizuri kabati langu. Kwa hiyo kwa description ya box nitawekea namna ya kufungua hiyo account ya Mastercard ya M-Pesa, hiyo ya Visa. Ni njia rahisi sana, nitawekea kwenye description. Ni vizuri uka-like, uka-share na uka-subscribe kwa ajili ya kuwapa elimu bure kama hivi.
Kama unavyoona kabati hapo liko tayari. Yeah. Asanteni kwa kuangalia. Bye bye.